Mume wangu. Mbona leo umepitiliza kulala? Si nimekuaje? Nimechoka sana leo. Ila leo nakuona mume wangu umeamka na mood nzuri. Mood nzuri lakini umesababisha nilale tena. Kiukweli leo umenifurahisha. Yaani katika siku zote ambazo umenifurahisha na mimi nijione nina amani. Ni leo mume wangu. Nifurahi sana. Mbona umevaa nguo haraka hiyo? Mimi si ndikupo nimeenda kuoga. Baada ya kuvaa suruali tu naona. Ngoja bwana. Mbona haraka? Unajua nimechelewa. Umechelewa yenyewe kuamka. Una shida gani? Nikuangalie mume wangu hata usije ukaenda kuibiwa uko nje. Kini baby. Hivi muda kama huu hapa sasa hivi angekuwa kuna mtoto wetu hapa pembeni wakati mnafunga vishikizo kana tusumbua. Ungejisikiaje? Tunamwambia cheza na nani? Cheza na wenzako hapo nje kidogo ingekuwaje? Ningefurahi sana mume wangu hata mimi natamani. Si ndo pambane mama. Niko kwenye hizo jitihada mume wangu. Ona rafiki zangu wote shuleni uko wanielewi, yani wanaona kama vile yani si ni vipi. Unajua? Pambana basi. Napambana mume wangu. Usinione tu nimekaa ukajua na mimi nimeboteka. Kuyaita. Halo. Madam Ashura. Niambie. Wewe umeshafika tayari? Au ingi leo? Okay, sawa. Okay, basi nakuja nitapitia hapo, napitia hapa afu tutaenda. Sawa. Singine bwana. Sutaiwa. Ngoja nishukie mume wangu mkulete. Najisikia kama nisingeenda kazini leo kabisa. Hebu acha uvivu. Hebu amka. Choka. Hebu amka. Okay. Lakini Yesu ungekaa huko baby. Kaa huko. Bana hapo nipaswa sio kama wajai. Ingekuwa siku zote miongo tukue hivi. Kwa leo una raha sana. Ningenenepa kwa siku moja. Kweli. Utavaa njiani na ichumu. Na huku. Na hapa. Vaa. Baadaye. Kuna baridi kwa nje. Anavaa njiani msichana. Nipigiwa na mwalimu zangu kwa lazima nikaona naye kwanza. Sijui tena nimechelewa. Kwa vizuri wewe. Nasema sasa mtoto. Mume wangu nafanya jitihada. Tuwezi jitihada basi usiongeze. Mama shida mume wangu. Baadaye. Kazi njema. Hata siku haji. Hivi Mavumba mimi ananichukuliaje? Ananiambia iko nyumbani, nakuja nyumbani, hayupo. Kwenye hii dunia huwezi tegemea kitachotokea. Kisha nigeuza sana mimi mtoto, nimechoka. Nachoka. Na usipoangalia, waweza zamia usipopajua. Anayeteka hisia za moyo wako huwezi kumtambua. Wewe, umeniambiaje? Wewe kuniambia uko nyumbani na kuja nyumbani haupo. Mshoni na mimi mtoto siku hizi, si ndio?
umeshawapata, si ndio? Nakuja nyumbani nakuta hamna mtu, alafu nakuta zaidi kibaya zaidi nakuta rafiki yako. Shanigeza mimi mtoto. Sasa kuanzia leo fanya kama tujawahi kuwa na wewe. Yaani nisahau nikusahau, kutana na mimi njiani. Fanya kama bila tujawahi kuwa chochote. Yaani sikupendi, yaani sitaki uongee, nimekwambia. Sitaki. Achana na mimi kuanzia leo. Sitaki mazoea na wewe kabisa. Shanizoea mimi. Mwanangu, swala lako ulionielezea nimelisikia na limeniumiza sana moyoni mwangu. Ila utatuzi wake mimi sinalo. Mwenye kujua huo utatuzi na rafiki yangu mmoja ambaye ndio shughuli zake hizo anazifanya. Sio wewe tena. Mbona huyo mtu alioniunganisha na wewe ameniambia kuwa wewe ni mtaalamu na hayo mambo? Na kama ni rafiki yako, naomba unipeleke. Unavyoniona mwanangu hapa, huu mguu nilikuwa natoka naenda huko bondeni. Ila mimi sitaweza kupeleka. Cha kukusaidia ni kwamba nikupe namba za yule mama rafiki yangu. Utakuwa umenisaidia sana mama. Naomba nipatie hizo namba. Asante sana mama. Sawa mwanangu, hizo namba ndo za kwake. Kwa hiyo kishawasiliana naye utanipa mrejesho. Asante mama. Haya, kwa heri mwanangu. Haya. Nimesaidika hapa. Yaani hapa mambo yanaenda kutiki. Hem, kuja nimpigie. Halo mama. Shikamoo mama. Nimepewa hizi namba zako. Nilikuwa naomba nije nionane na wewe. Unataka kutoka? Mama, naomba nisubiri, usitoke kwa ajili yangu. Nakuomba mama. Haya, asante, nakuja sasa hivi. Haya. Lea. 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 Vipi mbona hayo Wale ufundi ananipenda kinyama, kwake sitaki ushauri, sije niharibia. Nini shida mpenzi wangu? Umekasirika? Unatembea hai hai? Okay basi. Naomba nisamehe. Najua ni makosa yangu yote, lakini kama nilivyokuambia kwenye simu, utanikuta nyumbani, lakini katika mizunguko ya hapa na pale nimechelewa. Alafu unajua yule rafiki yangu ile SJP, nimekutana naye, tulikuwa tunatafuta eneo la biashara ili niweze kuweka mambo sasa. Unajua pesa ile ulionipa au ulitaka nitumie vibaya mpenzi wangu? Ndo kama hivyo tunaenda kutafuta eneo la biashara ili na mimi niangae, niparangane. Si unajua? Au utaki kumuona mpenzi wako anaparangana? Eti mami. Una uhakika? Kabisa, yani na uhakika 100% na niongeza. Sina nia kukukwaza mpenzi wangu, sawa? Si unajua tena mpenzi wako jinsi ninapokupenda kweli. Sipendi ukasirike hivi.
Hivi unajua Mavumbo, unanipotezea muda mwingi sana mimi kwenda chuo. Najitoa kuja kwako. Nakuja kwako na kukosa. Afu unaniambia nipo nyumbani. Ni kweli. Naomba unisamehe. Si nimekuambia unisamehe mpenzi wangu. Yote na yote ni kwenye harakati tu za maisha. Natafuta kidogo kidogo ili nisikutegemee sana kwenye mambo yote. Kijana mimi au upende kuwa una bring. Upende kumuona ukija mpenzi wako pale vile ghetto nini unakuta kidogo nini mambo sawa nini. Au unasema. Kwa hiyo unaniahidi hiyo biashara unaifuatilia vizuri. Kabisa. Na nakuahidi nitakuwa mfanya biashara mkubwa sana. Baadaye usije ukaniambia wewe ile inaenda hivi kaenda hivi. Spendi. Au sijali kwa hilo mpenzi wangu. Nimeweka nguvu kubwa sana kwenye hilo. Na na uhakika tutafanikiwa. Haya, mimi nikajiandaa maana nishapoteza muda wangu. Nimekufuata huko, nikukosa. Okay, ila unisamehe. Mimi nikajiandaa niende chuo. Mbona bado unasema mpenzi wangu bado unasema? Cheka basi kidogo. Hivi unajua kucheka na kwa mtu, cheka basi kidogo. Ameniuzi bwana. Bwana usikasirike bwana mpenzi wangu. Sawa. Mimi nikajiandaa niende chuo. Okay. Bye, ila nakupenda sana. Sana nakupenda pia. Madam Ashura. Abe. Umeniita muda mrefu. Alafu upo kimya tu. Niambie. Karibu. Kwanza nafurahi sana umeitikia wito wangu. Karibu sana. Lakini unajua ni vyema nikifahamu sababu ya kuniita hapa. Unajua nini? Sasa hivi swala la taaluma limeshuka chini. Alafu huu mwenyewe yani kama vile haupo sawa. Yani kiufupi taaluma inashuka. Ndio maana nikaona nikuite. Lakini vipi swala la mke wako? Yani hicho ndio kitu ambacho kinanitoa kwenye njia sana, ndio maana niona muda mwingi nakuwa sipo sawa. Hata wanafunzi nao wafundisha pia wanakuwa wanashuka kitaaluma. Pia inawezekana hata mimi nakuwa nachangia. Kwa sababu asilimia kubwa wanakuwa na focus sana na mambo ya familia ya nyumbani. Na kama nilivyokuambia mwanzo. Ndio. Sababu kubwa ni yule mke wangu. Ndio. Ni miaka sasa hatuna mtoto. Kweli? Na ndani pia unaliona ile swali. Ndio maana nimekuuliza. Kwa hiyo ndio sababu inanifanya mimi nakuwa sina amani kabisa. Na wakati mwingine swala hili sipendi kabisa mtu mwingine aniulize. Yaani ni kwa sababu ni wewe tu. Huwa linanitoaga sana kwenye reli. Ni kweli. Yaani inabidi mimi ninavyoona kwanza. Umri unaenda. Wakati unakuacha au unatuacha. Na ndio maana nikaamua kukuita. Sasa JP, wewe unaonaje? Kwani usijiongeze kivingine? Ndio unashangaa nini? Wewe si mtu mzima. Yaani ni kama sijaelewa hivi. Nijiongeze vipi? Utanielewa tu. Yaani kwani usichepuke? At least ukapata hata mtoto huyu mmoja nje ya ndoa.
Madam Ashura hapa. Unajua hilo swala kidogo litakuwa gumu kwa sababu kwenye maisha yangu nilipanga tokea kumchiti mke wangu, unajua, na tabia yangu haipo hivyo, kwa hiyo sidhani kama hicho kitu kitawezekana. Ni sawa, lakini sio kama unafanya kwa kupenda, na sio kama unafanya eti lazima mke wako ajue kwamba wewe unafanya kitu fulani. Wewe unajionaje au utajisikiaje ukitoka kule umepata amani, umefarijika, unarudi nyumbani kwako uko vizuri, umuonyeshe chochote kibaya ili maisha mengine yaweze kuendelea? Okay, Madam Ashura, ni kama nimekuelewa, hamna shida, lakini ulinipigia simu kwamba unahitaji nije nyumbani kwako kwamba kuna masuala ya kuzungumza. Ndio. Nadhani tungeongea sasa. Usijali. Kuwa na amani kabisa. Hapa uko na Madam Ashura kama ulivyosema. Mimi naamini wewe ni mtu mzima. Unaelewa nini maana ya familia. Unajua bwana, wanaume wengi huwa ana familia na vile vile utasikia na familia nyingine pembeni ana mtoto. Wewe unajisikiaje uko na mwanao pembeni? Okay, sawa. Basi kwa sababu ulinipigia simu nilikuwa kwenye mihangaiko mengi huko fulani hivi. Acha nikapambane nayo. Nataka tuongea vizuri kesho. Sawa. Usijali, nisipoteze muda. Ndio. Basi nakutakia kila laheri, ila fikiria kwa makini afu usiniambie. Sawa madam. Haya. Kesho. Karibu tena. Moja kisha mwagika hayazoleki tena na kama kukupenda. Yaani anajidai hajui kuchepuka. Ataingia 18 zangu. Mwenyewe mzuri. Hisia zangu pendo wangu kauchezea na moyo wangu kaupiga dana dana bila huruma bila huruma. Nimekubali basi tu, nimekubali basi tu, japo itanitesa. Nimekubali basi tu, nimekubali basi tu. Na yanawa maji ya mapenzi, na yanawa hayana dawa, maumivu alonipa hayana dawa, no power. Alafu yote naona sawa, lipi baya ilofanya mpaka na